wakati nilisomewa sentence, nilikuwa natarajia nitumie mtu anaitwa probation. Ambapo most nilikuwa naona watu wa Manslaughter wanatumiwa nani? Probation. Hiyo mimi sikutumiwa probation. Nililia sana. Sasa hii probation kumaanisha nini? Hii probation ni anaenda kuchunguza mahali ulikuwa unaishi, aende nyumbani aulize huyu fulani, huyu mtu alikuwa mtu aina gani. Anaweza fungwa nje ama ni mbaya fungwe ndani. Sasa inalingana na vile wale watakuwa wamesema. So unajua mostly kusomoa Manslaughter unaomba upewe huyo mtu. Unaona? But mimi sikupewa. Hapo ndio nilikufa roho. Hapo ndio nilirudi kwa magoti yangu. Na nikalia na uchungu. Nikamwambia Mungu, ndio sijatumiwa probation. Nataka wewe kuwe probation wangu. Ukweli mtu ameenda, amekufa hata waionekana. Na nimekubali. Hata waionekana na mimi niko hai. Mtoto wangu anaweza kuja asimame pale kwa dirisha anione. By the way I prayed na nikaandikia Mungu barua. Nataka kuwa probation wangu. So vile alitoa kisu, nikashtuka nikaona hapo ndio akili yangu ikaamka, nikasema hapa kuna vita. Akasema utapima ama kufe. Kwa nini? Nikamwambia ni kwa nini nikufe? Akanigonga ngumi nyingine. So sasa ile vita kabisa. Vita kaanza sasa, hapo pia mimi nikaamka, usikidanganyani. Hata mimi pia nikachukua yale yangu kidogo, nguvu niko nayo kidogo, hata mimi sasa nikaanza kung'ang'ana. Unataka kujidefend. Yes, sasa nilikang'ana. Siwezi danganya ati nilikaa tu. Hiyo itakuwa uongo. Sasa wakati alikuwa akanipiga, wakati alienda kunidunga, alikuwa anataka alinikwara hapa. So wakati nilianguka chini, nikaamka. Akinitaka kunidunga hivi. Nilikuwa naamka nang'ang'ana kufungua mlango. Usio mlango alikuwa ameifunga. Wakati ninafungua mlango hivi, Eunice, sikutaka mama. Ananiambia watazamaji, sikutaka. Mtazamaji wa channel ya Eunice Nyambura N, ninakukaribisha siku ya leo na ninakushukuru ni kwa sababu ya kazi njema ambayo umefanya pale YouTube, kunifuata, kushare, kulike na kusubscribe. Siku ya leo nimetembea mahali na kuna dada ambaye anataka tushirikiane na yeye tukaweze kusikia safari yake ya maisha vile ameweza kuenenda. Ni dada ambaye ako na hadithi ambayo hakika ukisikiza mtazamaji wangu ni ya kusikitisha, na hata ni hadithi ambayo kama wewe ni mtu ambaye unaguswa na Mungu utaguswa na utamsaidia. Ni kwa sababu amenielezea kuhusu hadithi yake kidogo. Kwa hivyo kabla hatujaanza, nataka tu kukusihi kuweza kushare, kulike na kusubscribe katika channel ya Eunice Nyambura N. Na ukifanya hivyo Mungu atakubariki. Na wale wote ambao wanatazama wakiwa Canada, US, UK, Australia, Italy, hawa wote marafiki zangu wote, mnapotazama hii video ninasema ni asante, ni kwa sababu umekuwa msaada mkubwa kwangu. Mungu awabariki na ninajua kwamba tutasaidiana. Kwa hivyo wacha tukakaribisha mgeni wetu wa siku ya leo tukaweze kusikia alionayo kwa ajili yetu. Karibu sana my sister. Yes. Unakaa vizuri? Asante. Unakaa mrembo? Kwa neema. Na unaona uko mpaka na dimples. Hayo ni ya Mungu. Karibu sana. Asante. Yes. Umenitafuta na ndio maana nimekuja. Yes. Sasa tuambie unaitwa nani? Unatoka wapi? Umezaliwa wapi? Ndio at least tukaweza kusikia hadithi yako vile ilivyo. Okay. Mimi naitwa Sharon Akoth Ochieng. Yeah. Mimi ni mama wa watoto wawili. Wewe ni Idi na Adi? Adi Mabel. Idi Mabel. Yes. Yeah. Mimi ni mzaliwa wa Siaya. Kwetu ni Alego. Lakini ninaishi Gilgil. Gilgil. Kwa sasa hii naishi Gilgil. Mimi tulizaliwa watoto wawili. Eunice. Kuzaliwa watoto wawili. Mimi nilizaliwa, nitasemaje, nilizaliwa mama alizaa before aende kuoleka. Okay, akakuzalia nyumbani. Yeye akanizalia nyumbani. So wakati nilijijua, nilijipata nikiwa na shosho yangu ambaye amezaa mama. Mamanga kwa ameenda kuoleka. So mama tumeenda hivyo, nikienda shule, nikaanza 1, 2, class 3, class 4, mamangu akaanza kugonjeka. Wakati alianza kugonjeka, alirudishwa kwao, kwa mama yake sasa, ambapo nilikuwa naishi naye sasa. Yeah. Hapo ndio nilianza kukaa na mamangu at least vizuri, lakini alikuwa amedhoofika. Alikuwa anagonjeka, anaenda hospitali. Alikuwa na hiyo ugonjwa hiyo wakati ilikuwa inaitwa TB.
hiyo wakati walikuwa naidunga shindano 60. Yeah. Yeah, na nikiweza kukumbuka vizuri. So alikuwa naenda kwa hiyo shindano kila wakati, kila siku. Wakati alipomaliza hizo shindano alikuwa salama kidogo, lakini some week akaanza kudhoofika. Pole pole, siku moja ikifika mwezi wa 4, tarehe ilikuwa ni 9, siwezi sahau, hata kama alikuwa mdogo. Bado kwa akili yangu. Mama yangu aliweza kuaga. Nikiwa hapo kwa shosho yangu. Tulikuwa na brother yangu ambaye ananifuata. So brother yangu by time alikuwa 2 years. Mimi nilikuwa 11 years. Yeah. So tukaanza kufanya nini? Tukaanza kuishi, mama yangu akafa. Tukaanza kuishi na shosho yangu sasa. Na wakati wote huko umejua babako mzazi ni nani? Sikuwa mjua babangu nani. Naweza kumbuka kuna wakati nilikuwa mgonjwa. Tulikuwa na mamangu kwa barabara, alikuwa anipeleka sijui ni hospitali. Hapo ndiye alinipointia babangu kwa barabara. So sikumjua. Yeah. Hata sijui kama ako mzima, kama anaweza niona. Hata simjui jina lake, naweza sema ni nani sijui. So akakufa, akazikwa kaburini Siaya. Juu sijui kwa nini alizikwa kaburini. Sijui nini ilifanya asipelekwe pale, alikuwa ameoleka. Hapo sijui kwa sababu nilikuwa mtoto. So mama yangu akakufa, ilikuwa 2001. Mama yangu akisha kufa, tukabaki hapa na shosho yangu na brother yangu mwenye ananifuata. Tukaendelea hivyo 2001. Mama shosho yangu sasa kaanza kugonjeka. Sasa tulikuwa ni mimi, brother yangu na shosho yangu. Mkiwa watatu. So wakati shosho yangu alianza kugonjeka, ni mimi nilikuwa nashughulikia brother yangu. Alafu yeye pia alikuwa anafanya kazi city council. Yeah. So ni mimi napikia brother yangu, alafu naenda shule, nafanya kila kitu, kazi zote. So the more akang'ang'ana kama mwanamke, kama mzazi, ikaanza kumlemea. Yeah. So wakati ilianza kumlemea, ni mimi nilikuwa namuosha, nafanya mimi nilianza kuosha, hata mama yangu mimi ndio niliosha. Sasa yeye mama yangu akisha kufa, shosho yangu akaanza kugonjeka. Sasa wakati alikuwa anadhoofika, ni mimi nilikuwa namuosha, naangalia brother yangu, at the same time naenda shule. Kwa hivyo ulikuwa kama wewe ndio mzazi mpaka kwa brother yako? Yes. Lakini kwa chakula siwezi sema, wasikuwa natafuta. Wafanyikazi wao wakienda, wakikuja kutembelea, wanaacha at least, sababu sikuwa na shida. So tukaendelea hivyo. 2001 mwezi wa 8, shosho yangu akaweza kuaga. Akafa? Yeah, mkabaki sasa na brother yako? Sasa tukabaki na brother yangu. So Eunice hapo ndio nilianza kuona kama maisha imegeuka, imekuwa njia nyingine. Unajua mimi hapo nilikuwa nimejua mamangu na shosho yangu na brother yangu. Sijui mtu yoyote, sijui mahali kwingine. Najua tu pale. So wakati shosho yangu alikufa, ndio nilijua kumbe shosho yangu pia alikuwa na mkuu wake, yani mali alioleka. Kwa sababu wakati tulikuwa tumeishi town. Sasa bwanake mwenye ambapo ni babu yangu alikuja, akamchukua, akampeleka nyumbani, akazikwe. Sasa hapo ndio maisha ilianzia hivi. Maisha ambayo sikuwa nimetegemea, yani maisha ambayo sikuwa natarajia. Wakati hapo nilikuwa 12 years. Nilikuwa class, not 12 years. Nilikuwa 11 years. Mama yangu alikuwa na 10. Kwa sababu nakumbuka nilimaliza 8, nilikuwa 13 years. So ilikuwa 12 years, 11 years. 11 years. Yes, mshosho wangu akifa. Sasa mtoto wa 11 years umepaki bila mama, bila shosho? Yes, bila shosho. Nao ndio nilikuwa najua. Ni brother yako tu pekee? Ni brother yangu sasa alikuwa na 3 years. So wakati tulienda pale, nilipata maisha sio vile nilikuwa natarajia. Sisemi niko ubaya. Nilipata step shosho yangu ambayo babu yangu alikuwa ameoa. Nikapata na watoto wake. So maisha ya pale tulipata ni maisha ya kuishi, kuuza chang'aa. Na si kuuza tu, ni kupika. Sasa yeye ndiye alikuwa mpishi. Alafu anapika, then anauza. Eunice maisha haikuwa mazuri, haikuwa rahisi. Kwa sababu hiyo kitu sijawahi tarajia. So ilibidi nifundishwe, kwa sababu hiyo ndio kitu itakufanya uende shule, itafanya ukule. So ni lazima utafanya nini? Utaingilia hiyo kazi
hata na wewe. So wakanifundisha vile chang'aa inapikwa. Na sisi tulikuwa tunapika chang'aa na zile nyungu kubwa kubwa. Tena chang'aa sasa hivi wanapika sijui na mtungi. Nyungu original sasa. So na sasa hiyo niko class 6. So nilikuwa naweka chang'aa. Tuseme nikiweka chang'aa, sijui nitaisemaje. Nikiweka chang'aa saa 8 mchana mpaka kesho asubuhi ndio nitakuwa nimemaliza kufanya nini? Kupika. So maisha yakaendelea hivi. Nilikuwa naenda shule, nakumbuka hiyo class 6 wakati mshushu wangu alikufa. Ilikuwa third term. Nilienda shule nikasoma. Wakati nilifukuzwa nilikaa nyumbani. Teacher ndiye akaona huruma akatuma mtu niende nifanye mtihani. Nikaenda class 7. The same. Nikatumwa nyumbani, nikaitwa tena wakati mtihani nafanya nini? So masomo haikuwa rahisi. So ilikuwa ni ile tu. Hata class 8 mimi wakati wanapeleka kitabu sasa nalipa 300 nakumbuka. Ya KCP. Nililipiwa dakika ya mwisho kama wanapeleka hizo vitu naitwaje ni result ama majina. Dakika ya mwisho kama headmaster akambembeleza akasema mtoto mrefu mbona usimlipi? Nililipiwa hiyo shilingi 300. Nikafanya class 8. Wakati nilifanya class 8 siwezi sema nilipita vizuri. Kwa hali yote nilikuwa napitia si rahisi. Imagine umepika chang'aa the whole night, kesho unaenda shule, unaenda kulala, unaenda kusoma. Naenda kulala. So utalala. Hata kama ni wewe ndio uko na nguvu kiasi gani. Utalala. So niling'ang'ana yenye nilipata. Nilitamani kuenda mbele lakini sikupata nafasi. Hata nilitamani hata nifundishwe kitu ya mkono lakini sikupata nafasi. Wakati nilimaliza class 8 ilikuwa 2 or 3. 2 or 4 nikakaa nyumbani kwa shosho yangu hapo. So kulikuwa na mama jirani alikuwa anafanya kwa polytechnic. Akakuja akasema msichana wake anataka mfanye kazi. Akakuja kanichukua niende. Kwa sababu nilienda kwa huyu mama kwanza. Wakati msichana wake alitoka Nairobi kuja kunichukua, alikataa akasema huyu mtoto ni mdogo. Siwezi enda naye Nairobi nitashikwa. Ikafanya tena ni bahati yake. Kwa bahati mbaya, kwa bahati nzuri kulikuwa na sister huyo mama last born alikuwa mgonjwa. Alikuwa amegonjeka sana Eunice. Na hiyo wakati kama baada bado nilikuwa mtoto kwa sababu nilikuwa 14 years. Ndio ulikuwa under age. Bado nilikuwa under age. Kwa sababu ni shida tu ndio ilifanya sasa unajua brother yangu ako pale nafaa kumtafutia. So huyo sister yake alikuwa mgonjwa kabisa. Nikianza kumpa alikuwa mgonjwa kwa sababu alikuwa anatoa chakula na ile kijiko kidogo ni mtu mkubwa. So nikaambiwa huyo ndio nitaenda kumfanyia kazi. Sikukataa Eunice. Sikukataa kwa sababu nilikuwa nataka vile naweza jisimamia brother yangu na nijisimamia nasaidia hata shosho yangu pia. Wakati tulienda huyo mama alikuwa mgonjwa ambapo hata kwenda haja kubwa yani alikuwa tu mgonjwa. But nilikuwa nafanya hiyo kazi na roho safi. Na mwingine alikuwa anafanya kazi pesa ngapi? Shilingi 700. Pesa kidogo. Shilingi 700 na hiyo 700 sikuwa napewa yote. Nilikuwa napewa shilingi 100 ngapi? 200. 500 nilikuwa natumia inaenda nyumbani direct ili saidie brother yangu na at least hiyo kule shosho yangu mahali. Nikafanya kazi hivyo mwaka mmoja. Ndio the more una grow. Nikarudi nyumbani. Tena nikatafuta kazi ya Nairobi sasa. Sasa hiyo kazi nilikuwa nafanya ilikuwa ya 15. Nikafanya kazi 1500. Hiyo nilikuwa nalipo 1500. So hiyo 1500 nilikuwa napewa 500, 1000 nilikuwa napeleka nyumbani. Kwa sababu nilipenda brother yangu na pale mahali nimemwacha pia najua nimemwacha wapi. Na sikutaka nimwachilie hivyo. So nilikuwa natuma nikijua ama nikijua inaweza nisaidia kwa jambo lingine ama kwa mavazi anything. Maisha kaendelea hivyo. So the more na grow, the more nafanya kazi. Nikarudi nyumbani tena. So hapo nikirudi nyumbani kulikuwa na kazini ya mama yangu ambayo alikuwa na uwezo wa kunisaidia. Akakuja nyumbani, akaambia shosho yangu nataka kuchukua mtoto msichana nende naye nyumbani Nairobi. Alafu alikuwa mtoto wangu mama yani bibi yake alikuwa amezaa.
akilea huyo mtoto wangu mwenye amezaliwa afike 1 year na nitampeleka salon. Nilikuwa natamani sana kujua kushuka. Sina hiyo talent, lakini kwa ndani yangu nikipewa nichague cherehani na salon, nilikuwa nachagua salon. So nikamwambia sawa, hiyo ni vizuri. So nikachukuliwa nikapelekwa Nairobi. Nikakaa na anko yangu, hiyo kazi na mamangu. Tulikaa vizuri, tuseme alinitesa. Alikuwa amenikaweka vizuri. Ni mimi nilikuwa na linda mtoto nikiwa najua mtoto akifika 1 year na at least napata kitu ya mkono yenye itanisaidia for the future. Ikaendelea hivyo. Wakati nilifika mtoto anafika mwaka amesha kanyaga chini. Hiyo ni maisha ili change. Yaani sijui ni nini fikri ya bibi ni change. Hakunipeleka hiyo saluni, alikuwa anataka kunipeleka. Nikachukuliwa the same kazi na mamangu huyo. Yeye mwenyewe alinichukua akapanda gari na mimi karudisha mpaka nyumbani. Ukarudisha ushago? Yes. Kama ile kitu aliniambia. Ukumbuke nilikuwa nafanya kazi sikuwa nalipwa. Juu ni relative na kuna kitu anaambia kuna ahadi pale mbele. Ambapo tuko tunaangalia pesa, tunaangalia ile kitu ya maana. Nikarudi nyumbani. So maisha inaendelea hivi. Na ujue na grow. Sasa hapo nilikuwa 16 years, 17. Wakati nilifika nyumbani nikaona hapana, kukaa huku haina faida. Nikatafuta tena kazi, nikarudi Nairobi. So hapo Nairobi ndio nilipatana na kijana mmoja ambaye tulipendana, tukafanya urafiki, then tukakuja kuoana. Sasa kabla mjaoana, wakati wote ndugu yako ako shule ama muingiza shule? Alikuwa anaenda shule, lakini yuni sitasema ati alikuwa amesoma. Kwa ndugu yangu alidrop shule akiwa class 4. Si yako drop anapenda. Ni pesa na maisha yenye alikuwa anaishi. Because pale tulikuwa tumelelewa, ukweli ni ile inaitwangwa kama, because ndugu yangu alikuwa anatoka shule, tulikuwa tunapika mpaka sambusa. Mimi niliza sambusa mpaka hapa nywele sikuwa nayo. Story yangu long sita narrate, tutamaliza hapo the whole day. Niliza sambusa mpaka hapa iko na nywele juu ya sinia ya moto kuwekelea. Unatoka shule ndio kitu cha kwanza unachukua. Unaanza kusema moto. So brother yangu pia alikuwa anafanya hiyo kazi. So alikuwa anafanya hiyo kazi, alafu ndio watu wanazaliwa tofauti. Alafu mateso ni mingi. Akaamua kuacha. Kwa naona hakuna kitu nasoma. So wakati nilipatana na huyu kijana tukaoana. Kishaoana tukabarikiwa na mtoto mmoja ambaye ni kijana. So tukakaa, hiyo ni 22, tulipatana naye 29. Yes. Sasa kwa umri wako mdogo, unajua mapenzi ni nini? Ilibidi nijue ni nini juu sasa. Nilimjua wakati hauna kama wakimbizi. Unataka mahali unaweza pata shelter. So hiyo ndio kitu nilikuwa nataka. At least naweza pata mahali naweza weka akili. Sasa zile uko desperate. Mtu akikujia na anakuonyesha hiyo upendo yenye hakuna, utaanguka mikononi mwake. Na kwa sahihi siwezi sema alikuwa mtu mbaya. Alikuwa mtu mzuri. The best man. Sijawahi kutana na mtu kama wewe. Bado nilikuwa mdogo, but nilimwelezea shida zangu, akakuja kunielewa na kaniunderstand na kanichukua hivyo jinsi nilivyo. So wakati tulienda tukazaa mtoto, tukaenda kuishi Busia. Hapo ndio brother yangu alitoroka, akasema anaenda kwa sister yake, akakuja kwangu. Brother yangu vile alifika kama miguu yake yote ni jigas. Ni ile mateso. Manguo yenye mtoto amevaa ukiona unapiga nduru. So tukaanza kukaa naye hapo. Maisha ikaendelea, Eunice. Wacha nisiende sana. So zilikwambia pale mbele mimi nilizaliwa kando. So wakati brother yangu tulikuwa naye, sasa watu wa shosho wangu ambaye mahali mamangu alioleka, alikuja kutafuta brother yangu. Akakuja mpaka kwangu. Akaniongelesha, akaniambia acha nichukue mtoto, juu wewe pia bado huna uwezo. Huyu ni mtoto wa kijana wangu. Nyinyi wote ni wangu, lakini acha nichukue kijana at least apate mahali anaweza weka kichwa yake.
Nikakubali. Bwanangu pia alikuwa akasema hiyo ni nzuri, hiyo ni mawazo nzuri, aenda some. Akachukuliwa akaingizwa shule na shosho yake. Sasa maisha ikaendelea hivyo. So hiyo ilikuwa 2010, 2011, 2012 Eunice. Kuna siku moja nilikuwa napika mandazi chapati. So siku moja nitoka kwa barabara, niliacha bwanangu kwa nyumba. Nitoka kwa barabara nikapita bwanangu ame sweat sana. Yaani ame sweat, sasa sweat yake ile kawaida mpaka amekuwa brown. Sijui nitasema ni brown ama ni white. Ulimi imeshikana ongei. Nikamuuliza umefanya nini? Nini nimekufanya? Aongei. So nikapigia sister yake simu. Akakuja, alikuwa karibu na sisi. Tukampeleka hospitali. Eunice akalala siku ya kwanza, siku ya pili bwanangu alikufa. Akaaga. Yes. Bwanangu alikufa. Sasa tena umebaki peke yako. Hiyo siku ndio sasa usione nisiliju nilia machozi kaisha. Iliisha. Mungu unalia, unaweza lia machozi ishi. Inakuzoea, machozi inakuzoea. Lakini mostly wanalia nikiwa peke yangu. Nikiwa peke yangu naweza lia zaidi. So nikarudi, wakati nilirudi bwanangu alikufa. Hiyo ilikuwa 2012. Bwanangu akaaga. Ameniacha na mtoto wa 3 years. Bwanangu alikuwa 3 years saa hiyo. Mimi ni yule sijui mbele sina nyuma. Huyu ndiye alikuwa tegemeo langu. Baadaye bwanangu alikuwa nasema alikuwa kama inaitwaje? Mshaona nyumba ile inataka kuanguka kabati hiyo msingi. Sasa alikuwa huyo msingi. Yeye ndiye alikuwa pila, alikuwa pila. Sasa at least yeye ndiye alikuwa ananipea hofu ya kuishi. Akakufa, akazikwa. Wakati wa kuzikwa akazikwa vizuri. Hiyo mambo ya kuzikana imeisha. Walikutambua wakati wa mazishi? Yes, walinitambua. So after kuzika maisha narudi normal. So hapo nikafanya nini? Nikamwambia Madhelo, nataka kwenda rudi Busia mahali nilikuwa. Nifanye nini? Nikaendelea na hiyo biashara ya kupika mandazi ndio tupate vile tuendelea na maisha na mtoto. Hiyo ni swali kataa. Ambapo iliniuma sana. So mimi ni yule mtu sifanyangi kitu kama sijaulizia. Huwa naulizia hata kama inaniuma. Nikishalia ishe huwa naulizia. Hivi na hivi imefanyika, nitafanya aje? So nikapigia shosho wangu simu. Nikamuuliza, shosho, nilikuwa nataka kwenda na mtoto Busia na hao wamekataa. Nitafanya nini? Akaniambia wachana naye, usinganganie mtoto. Sisi Wajaluo ukingangania mtoto wanasemanga anaweza kufa. Ni rahisi ya kufa. Sasa kama ni kijana. So akasema badala mtoto akufe, mwache. Nikakaa nikawaambia acha niende nitafute kazi. Kwa sababu hata nikikaa hapa hakuna tutasaidia mtoto. Nikarudi kufanya kazi Nairobi, Eunice. Nikafanya kazi 2013 the whole year. Lakini nafanya kazi lakini roho yangu ni nzito kwa sababu nataka nikae karibu na mtoto. Mtoto ndio ako 3 years. Ni mdogo, nafaa kuwa karibu na mama. Alafu bado ingine hiyo pia hiyo uchungu ya kuachwa na hiyo mateso kuachwa na bwana. So bado iko ndani. Hata kama naenda kufanya kazi sijapona. Ile tu inanilazimu niende nifanye kazi juu niko na mtoto. Nikaenda nikafanya kazi. 2013 nikamaliza nikarudi. 2014 nikarudi. Lakini ningangana kufanya kazi for January. February nikaona imeendelea. Siwezi fanya. Kwa sababu nashinda nikilia usiku na kama ni mtoto wangu. Nikamwambia mtu mama nilikuwa nafanya kazi sasa acha nirudi nyumbani nikae kidogo na mtoto. Mimi nilirudi nyumbani niende nikae na mtoto kwa sababu nataka nikaa karibu na mtoto wangu. Wakati nilirudi nyumbani nikang'ang'ana. After 3 months nikaona hii maisha itawezekana. Ambapo sitaelezea kuhusu mengi sana. Si rahisi kwa sababu pale nyumbani unakaa bwana wako amekufa. Kuna ile unaona tu hapo umeachwa. Yaani nitasema aje na Kiswahili? Umetengwa. Upendo, uone upendo. So nikatoka niende nirudi tafute kazi tena. Hiyo tulikuwa 2014. Nirudi Nairobi, sikuwa na nyumba. Nilikuwa natafuta tafuta kazi ili nitafute kazi yangu, yani kazi naweza enda nirudi, nisiishi kwa mtu. Kisa na maana ile nitafute hii kazi, nipate na vile naweza kuchukua mtoto wangu nifanye nayo nini? Niishi naye. So nikaenda kutafuta kazi.
nilikosa kazi, ikabidi nitafute kazi za bar, ndio nilipata. Sikuwahi fanya kazi ya bar. Pombe nimepika, lakini sikunywi pombe mpaka wa leo. So nikapata club kidogo hapo, nikaanza kufanya kazi. Wakati nilifanya kazi hapo, nilifanya miezi miwili, nikakutana na kijana mwingine, mwanaume mwingine. Kwa sisi ni binadamu, hiyo kweli kweli. Yes, maisha lazima iendelee. Tusidanganyane. Nikapata ni kijana hapo, tukapendana. Mimi kwangu siwezi sema tulipendana. I think saa hii ndio nasema hivyo because nilirealize ni gap. Yani I was lonely. So nilikuwa at least mtu mwenye anaweza nikaribia. So wakati nilikutana naye nilimpenda because nilikuwa nataka kufeel hiyo gap. But tukaendelea. So siku moja nikasema nataka kumsurprise. Nikatoka kazi, nikaingia kazi za klabu, nilitoka saa 5. Sasa nilitoka saa 5 nikaenda tu direct kwa huyo kijana. Sasa wakati nilifika nikapata kama bado nikanoko, nipata kama bado hajafanya nini, hajalala. Kuingia Eunice nilishtuka. Kwa sababu nilipata ameketi na kuna mama anapika. Mimi sikusema chochote, nikajitambulisha. Mimi nikamwambia mimi naitwa Sharon, mimi ni rafiki ya huyo. Ndio sababu sema direct ni usiku, hata unatumia akili saa hii. Kabla mimi rafiki yao, nikawa napita nikaona nimsalimie. Akanijitambulisha mimi ni fulani, mimi ni bibi ya fulani. Kamwambia sawa. Akasema yeye ni bibi ya huyu. Yeah. Akambia sawa. Lakini kijana wako amekwambia ako na mke? Hapo amesema. So Eunice, yani iliniuma ndani, lakini nikashindwa nitafanya nini. Niko kwa wenyewe, ni usiku. Nikarudi. But nilikuwa narudi nikiwa nalia, nilikuwa na hiyo chungu kwa roho. So wakati nilirudi nikamwandikia message mimi, ndo hiyo mambo ya kuingilia ndoa ya mtu sitaki. Siwezi taka kwa sababu hata mimi pia siwezi penda mtu aingilie ndoa yangu. So wewe endelea na maisha iendelee hivyo. Si mimi nikajua iko hivyo. So wakati nilifika nyumbani nikamwelezea hivyo. Nikawacha hiyo story, najua hiyo story imeisha. So mimi naendelea na kazi yangu. So Eunice, siku moja asubuhi, ilikuwa asubuhi saa 2, nikasikia bisho kwa mlango. Nikafungua, hata yeye aliniamsha. Ndio kazi, nikianza kulala na tutamka at least si mapema. Nikaamka, nikafungua mlango, nikapata ni yeye yule mtu ninamjua. Nikamkaribia kwa sababu tunamjua, hawezi muongesha kwa mlango kama mwenye mjui. Nikamkaribisha kwa nyumba. Akamwambia na asubuhi umeamua kunisalimia leo? Akaambia nimeamua kusalimia leo, na kuna kitu nataka ifanywe na tumalizane na hii story. Ni story gani? Akatoa ile nini inaitwaje, hiyo pregnancy kit kadogo, hii inakuwa kadogo hiyo. Kaweka kwa meza. Akasema nataka upime mimba ndio tukiachana usikuje siku moja kunilaumu. Nikashtuka. Aje tena saa hii asubuhi. Hata unaweza shtuka juu haiko kwa mind yako. Akaniambia nikamwambia basi usilie juu umeniamsha. At least hata mimi ni absorb hiyo maneno, nifikirie. Ama uende kazi urudi, nitafanya nini? Tutapima ukirudi. Hakuweza kunisikia. Hapo niliona akasema utapima. Utapima. Sasa vile alisema, hakusema na ile upole. Alisema na ile ukali nyingine. Nikamwambia sasa na wewe, hata mimi pia nikamkoa mkali. Na wewe umetoka huko pote kuja asubuhi. Hata huwezi ambia nimekwambia uende kazi urudi, tutafanya hiyo kazi na kitu nafanya baadaye. Hapo niliamua akasema utapima saa hii. Kwa nini nakulazimisha ukimya? Hapo hata sijui. Nikamuuliza hata kama ni mimba, si mimi ndio nabaki na shida. Juu hata sasa hivi nikuwe na mimba, uamue kuenda tafuta wapi? Si mimi ndio nabaki na shida. Shida ni nini? Mbona unataka kuwa mkali? Demo naongea nilishtukia ngumi kwa uso.
Nikamwambia mbona unanipiga? Na kwanza unanipiga kwa nini? Ya pili nikaona hii kitu bisa hilo nafsa, akili zangu zinasema hii kitu iko serious, si uongo. So akiamka ya tatu nikaona ameiweka mkono kwa mfuko, kumbe alikuwa na kisu. Hapo sasa akili yangu ikaamka. Na mjai kwa sana wakati mwingine? Hapana. Hata tulikuwa tumekaa kwa sina kwambia, tulikuwa tumekaa kwa hiyo relationship. Vile ile iku surprise, nilienda nikapata nimesurpriseiwa. So mimi nikarudi nikamwambia siwezi ingilia ndoa yangu. Sikuwa nimejua uko na mtu. Yeye uko na bibi. Na siwezi, vile nimejua ni vizuri. Acha iishie na hiyo story mimi nikakata na hapo. So mimi sikujua alifikiria nini ama aliwaza nini. Yeye sasa kukuja ndiye alikuja kwangu. So vile alitoa kisu, nikashtuka, nikaona hapo ndio akili yangu ikaamka, nikasema hapa kuna vita. Akasema utapima ama kufe. Kwa nini? Nikamwambia ni kwa nini nikufe? Akanigonga ngumi nyingine. So sasa ile vita kabisa. Vita kaanza sasa. Hapo pia mimi nikaamka, usikidanganyani. Hata mimi pia nikachukua yale yangu kidogo, nguvu niko nayo kidogo, hata mimi sasa nikaanza kung'ang'ana. Unataka kujidefend. Yes, sasa nilikangana. Siwezi danganya ati nilikaa tu. Hiyo itakuwa uongo. Sasa wakati alikuwa akanipiga, wakati alienda kunidunga, alikuwa anataka alinikwara hapa. So wakati nilianguka chini, nikaamka. Akinitaka kunidunga hivi. Nilikuwa naamka nang'ang'ana kufungua mlango. Kwa sababu mlango alikuwa ameifunga. Wakati ninafungua mlango hivi, Eunice, sikutaka mama. Hata naambia watazamaji, sikutaka na sikupanga. Sikuwa nayo kwa akili. Ile nikuta tu. Ni ile tu nini at least nilikuwa natamani. Nilikuwa nataka nilikuwa nataka nijidefend. Sikujua kuna kitu kibaya kitafanyika. So wakati nilikuwa nakimbia kwa mlango ili nipate vile naweza toka. Nikamshika mkono. Moja inafungua mlango, moja imeshikilia hii. Yenye ambapo hata hiyo nguvu mali nilitoa sasa mpaka wa leo sijua. Because huyu ni mwanaume. So vile wakati nilifungua mlango, ile mlango inafunguka na nje. Nikamsukuma ili anitoke kwa nini? Kwa njia. Wakati nilimsukuma, kisi ilienda kamfanya nini? Because mjali nilimsukuma na hiyo kisu yake ikamdonga. Yeye akafanya nini? Akaitoa. Mimi sikusimama wakati nini. Akaitoa mwenyewe. Wakati alitoa, mimi I think damu ilimwagikia na sikujua. Mimi because nilisukuma hivyo nilitoka. Sikuangalia nyuma. Because mimi nilikuwa nakimbilia nini? Usalama wangu. Nikaenda. Wakati nilifika gate, kwa sababu nimeishi third floor. Nilifika kwa gate. Hapana. Alitoa, yeye akanitangulia. Akatoka. Sijui nitakuelezea aje, because nyumba yetu ilikuwa hivi, hizo plots zinakaa hivi. So nje ya balcony iko hivi. Yeye nje kwenda chini. Mimi sasa nikakimbilia saidi ya choo ili nijifiche kwanza. Which means wakati nilienda huko aliteremka. So mimi nikienda napata mtu amefanya nini? Ameanguka chini kwa gate. Mimi hata sikuangalia. Nilienda direct kwa polisi. Kwa akili yangu sikuwa nimejua mtu anaweza kuwa amekufa. Mimi kwanza nilikuwa najua nimeumia. So nikaenda. Polisi wakaniuliza, msichana, nani amekupiga, kuna damu hivi? Hata sikuwa najua niko na damu. Nikamwambia kuna mtu tulikuwa tumejuana na yeye, lakini alikuja kunivamia. Sasa mimi nimekimbia huko na akakauliza huyu mtu ako wapi? Nimemwacha kwa nyumba. So mimi nikawekwa. Nikakaa tu hapo kwa OB ili wakuje waangalie huyu mtu kwanza. Wakati walikuja walipata kumbe mtu alishakufa. Alikuwa ameshakufa. Hiyo ni mbele ya Mungu. Hata sikujua ni wapi lidongwa. Sikujua amekufia aje. Sikumwangalia hata mlala vipi. Mimi vile nilipita. Na Mungu anisamehe, sikujua. So hiyo ndio nilianza safari nyingine ya jela. Na tunajua unashuka. Hapo ndio safari. Wakati wote kuna miaka mingapi? Saa hiyo nilikuwa na 23 years. 22 years. No, 22. Bwana wangu amefanya nilikuwa 22. Nilikuwa 23, nilikuwa 23, 24 years. Yes. Sasa hapa imejulikana ya kwamba umeua mtu. Nimeua. Unajua sasa ni vigumu watu kuamini ya kwamba it was an accident
ama ulifanya kama unajaribu kujidefend? Yeah. Sasa from there, sasa wewe wakati ulijua kwamba umeua mtu na ukaambiwa kwamba umeua mtu, kabla hatujafika hapo, hebu tuambie, polisi wamekuja wameconfirm amekufa, utaendaje? Mimi mjaza kwa kwanza sijawahi enda mpaka ta police station. So nashindwa. Niliuliza mara 3, kwani amekufa? Aje. Amekufa, niliuliza mara 3, nikajiuliza hii mkono yangu ndio imeua mtu. Eunice, nilitamani kujinyonga kwa sasa. Nilitamani sana. Nililia yenye hata siwezi elezea. Kwa sababu huko umekusudia kumuua. Haijawahi kuja kuguza akili yangu siku moja. Naweza fanya kitu kama hiyo. Alafu kitu nauma sana. Ni nini? Utaitwaje? Muuaji. Muuaji. Hakuza kuna mtu ataelewa. Hata marafiki, hata wazazi wako wanaweza sema tu hapo kwa machako, lakini ndani yao unaitwaje? Tunaitwa muuaji. Hiyo ndio kitu huwa inaua mtu. So wakati nilikuwa police station, nilikuwa nalia kila wakati. Nikasema I wish. Baadaye hata niliandikia rafiki yake message akiniuliza nani ako wapi, sitaki kutaja jina. Nikamwambia I wish ni mimi ningekuwa nimekufa. Cause mimi nimebaki nayo nzito kuliko mimi nimekufa. Cause ameenda, amepumzika. Mimi nimebaki na conscious haiwezi niallow. Yeah. Inanimaliza. Nitaitwa aje? Nitasema nini? Siku moja nitaitwa, yani nitaitoa aje? Sitaitoa. Mmoja imekwama. Hiyo ni alama ubebaki nayo. Nimebaki nayo. Lakini wakati wakakuja, nikawapo police station, nikapelekwa kotini, wakapeana hizo, kama mnaweza jua hiyo mambo ya koti, nikapeana hizo siku, wakanichunguza nini akili whatever. So nikaenda kusomewa plea. So nikasomewa plea ya mada, nikaenda prison ambapo nilikuwa Lang'ata Women. Umeeleweka Lang'ata? Yes, maximum prison. Na sasa hii wamefanya nini mambo ya mada? Imekuwa ni manslaughter ama walisema kwamba ndio ulikuwa ukikusudia? So ukisomea unasomea form, mtu amekufa unasomea mada. Nikasomea mada nikakataa. Nikaulizwa nilipewa lawyer ya serikali juu sikuwa na uwezo ya kusimamia na lawyer wangu. So nikapewa lawyer wa serikali. Nikaenda pale. So Eunice, kitu naweza kuambia ama kitu naweza ambia watazamaji, kwa sababu historia yangu sisemi tu tunaisema hivyo. Inaweza saidia mtu pale nje. Inaweza ukoa mtu pia pale nje. Mtu asione naisema hivyo ama ninapenda nikisema. Naitoa juu kuna wale wanafanya kitu kutojua. Kuna wale wanaweza sikiza hii wajue hapana, kitu kama hii sifai kufanya. So wakati nilienda pale Lang'ata Women, maisha ya kwanza usiharakishe kesi. Maisha ya jela sio rahisi. Na mtu asitamani kwenda jela. Sasa hivi umekuwa mfungwa. Sasa hivi nimekuwa mfungwa. So nikasomewa plea, nikapewa miezi 9 ndio niende hearing. Nikienda hearing nikapata kuna sijui lawyer ndio kukua ama witness hakukua. Tena nikapewa another 10 months. Mtu anakaa remand, si atijua anakaa juu ya kesi kucheleweshwa. Hizo mara lawyer yuko, mara witness yuko, mara sijui umepelekwa koti nyingine. Maisha ikaendelea hivyo, nikamaliza 4 years in remand section. Kesi haijawahi sikizwa. Wakati the more nilikuwa naenda, the more nilikuwa najifunza mengi, na the more tulikuwa tunapitia mingi pia. Kwa sababu jela sio kwa mamako na sio kwa nyanyako utabembelezwa huko. Pale ni kurekebishwa na haki. Kufanya makosa unarekebishwa. Pale si ati umeenda hoteli, umeenda inaitwa aje, likizo. Mimi kitu naweza sema kwa watazamaji ama kitu naweza fundisha mtu, tusiwe wepesi wa hasira. Na tusiwe wepesi pia wa kukimbia ama kwenda kuona mahali kitu ama imefanyika mbio unaenda. Hiyo ni kitu watu wajui.
but mimi nimeona watu wengi huenda kuona tu mtu amewekwa jela, amefungwa juu yake. So tusiwe wepesi. Na mimi wakati niliingia jela Eunice, kwanza siku ya kwanza nilipewa chakula, nililia machozi. Nilipewa chakula na kitu ile kinakaa gorogoro hivi, sio watajua gorogoro. Tulikuwa tunaita mororo. Inakaa kitu kinachoma hivi, ni kitu ya metal, na inabebeka hivi kama kilo 2 hivi. Kitu yenyewe ni zito kushinda chakula. Hiyo siku niliingia mpaka machozi yanataka kuingia juu nikikumbuka. Hiyo nilipata ugali na sukuma haijakatwa. Lakini ni bahati ukipata sukuma, hiyo nilisema ni Mungu asante. Ukipata ni imeiva sana, imepata miti, hiyo tulikuwa tunaita mguu ya kuku. Mti sasa sukuma. Hiyo mti ya sukuma. Ile inatolewa ngo. So inaweza kuwa imeiva sana ama wasazile na pakuli. Mjua vitu za watu wengi. Sasa inatoka yenye itakuangukia. Hiyo ndio utakula. So wakati niliingia, niliona hiyo chakula, I cried. Nililia machozi zikirudi kwa chakula. Nililia nikasema, Mungu, nimekubali nimefanya makosa, lakini this is too much. Hii ni gani? Maisha yakaendelea. The following day, ugali ilikuja bichi. Moja ni kwetu kadogo tu ndani ya prison. So ugali kakuja, ugali unachukua unakula, lakini ni ile ukiingiza mkono direct. So unafanyaje? Supu ya sukuma. Ndio supu ya sukuma. Ile ya green naiko kando. So naiko naingiza ndani, unamwagilia pale ndani. Unasiu ni supu imefanya hivi. Ili ifuate kukula. So maisha kaendelea hivyo. Tukang'ang'ana na maisha kwa koti, tukakopa nayo ya jela, tukakopa nayo kuoga, yani kuna mambo yake mingi. Sasa huko umekuta wafungwa wengine sasa kama ward mali tulikuwa tunaita capital offense, ambapo tangu fike capital digit kama 5, because hiyo ni criminal offense. Ni criminal offense, si crime tu kawaida. Ni capital offense, na au vai nguo kawaida, unavaa nguo ya grey. Si it's strict. Unavaa nguo grey, wanasema nguo na kesi ya shingo. Kesi mguu na kesi ya shingo. Kunyongwa. Kwa pale imebeba robbery, violence, stock through na murder. Amna attempt murder, vitu 3. Lakini most ni murder na robbery violence. Hiyo ni kesi ya shingo. Hakuna ingine. Tunasema tunang'ang'ania shingo. Hiyo. So the more tuliendelea, the more nilijifunza mengi. Yenye ambapo singejifunza nikiwa nje. Na sisemi ni vizuri nilienda huko, lakini nilienda, Mungu alikuwa na sababu. Nikang'ang'ana. Wakati kesi ilifika, miaka 4 ilifika, jaji alisema hii kesi inafaa kushuka manslaughter. Nikasomewa manslaughter. So manslaughter ukisomewa kuwa bila kusudia. Nikakubali. Hapo ndio nikapewa kifungo sasa. Yeah. Nilipewa kifungo. Sijui nisemaje Eunice. Kifungo yenye nilipewa sikuamini. Kwa wakati nilipewa, nilisomewa sentence, nilikuwa natarajia nitumie mtu anaitwa probation. Ambapo most nilikuwa naona watu wa manslaughter wanatumiwa nani? Probation. Hiyo mimi sikutumiwa probation, Eunice. Nililia sana. Sasa hii probation kumaanisha nini? Hii probation ni anaenda kuchunguza mahali ulikuwa unaishi. Aende nyumbani aulize huyu fulani, huyu mtu alikuwa mtu aina gani. Anaweza fungwa nje ama ni mbaya fungwe ndani. Sasa inalingana na vile wale watakuwa wamesema. So ndio mostly kusomoa manslaughter unaomba upewe huyo mtu. Unaona? But mimi sikupewa. Hapo ndio nilikufa roho. Hapo ndio nilirudi kwa magoti yangu. Na nikalia na uchungu. Nikamwambia Mungu, ndio sijatumiwa probation. Nataka wewe kuwe probation wangu. Ukweli mtu ameenda, amekufa, hata waionekana. Na nimekubali. Hata waionekana na mimi niko hai. Mtoto wangu anaweza kuja asimame pale kwa dirisha anione. By the way I prayed na nikaandikia Mungu barua. Nataka kuwe probation wangu.
umenijua ndani yangu, umejua na akili yangu, na nia yangu, umejua kama nilikuwa nataka ama sikukuwa nataka. Ni wewe ndio nitetee. Na nikaachilia hapo. So nikaenda nikasikia sentence. Eunice, kitu niliona ni muujiza. Hapa ni testimony natoa. Testimony ya Mungu. Wakati nilisomewa sentencing, sikuamini. Nilifungwa 1.5 years. Ambapo kila mtu alishtuka. Wow, 1.5 years. 1.5 years. Mpaka nikashindwa. Ya kwanza nilishindwa. Huyu amesema ukweli ama usema uongo. Jaji akaona sijaelewa vizuri. Akarudi. Sikuamini. Na siwezi jigamba. Inaonekana Mungu alikuwa anakupigania. Ilikuwa favor ya Mungu. Kwa sababu siwezi sema kini kitu mzuri. Lakini nasema ni Mungu alifanya nikafika hapo. Nikaenda nikatumikia hili kifungo changu, nikamaliza. Na siku ya kutoka ikafika. Kwa hivyo ulikuwa miaka 5 hivi. Yes. Miaka 5 na nusu. Siku ya kutoka ikafika. Sini furaha na vigelegele. Nikijua at least haya maisha nimewachana nayo. Sikujua natoka jela ingine natoka jela na turudi kwa jela ingine. Nikatoka nikaenda. Watu mali ndioleka walinichukua. Na washukuru kila wakati. Na wasema ni asante. Kwa sababu si rahisi na si rahisi mtu akitoka jela upokelewe. After kutoka sasa kwenye ulikuwa umeolewa mume wa kwanza ama huyu mwenye aliaga? Hapana, mume wangu wala alioa. Huyu yako ni ni rafiki. Mwenye alikuwa amekuwa mwenye aliaga dunia. Yes, ama ndio walikuchukua? Ndio walinichukua. So nikaenda. Pale tulikuwa sisi ni Wajaluo. Mila na desturi. Wakati bwanangu alikufa sikuwa nimejengewa nyumba. Kubali tuniongee ilitoke. Ongea tu ikutoke. Wakati nilitoka sikuwa nimefanya nini, sikuwa nimejengewa nyumba. Namjua hapa niko na mtoto kijana. So kwa mila yetu nasemekana nyumba inafaa kujengwa. Nyumba ikishajengwa uingie na mtu unaita shemeji yako. Ambapo anaita bwanako alikuwa wanaitana bwanako brother yake. Si wa real. Yaani si wa mama moja na baba. Ni kama kazi. Yes, hapo kwa. So wakanijengea nyumba. Hiyo mila ikafanywa. Sasa mnaingia naye mfanye mlale na yeye? Yes. Hiyo ndio sasa kawaida ya Wajaluo. Hiyo nitasema hiyo ndio mila ya Wajaluo. Lazima hiyo kitu ifanyike, hiyo kitendo ya ndoa ifanyike. Na ukikataa? Huwezi kataa Eunice, kwa sababu mjua ukitoka jela, acha nikwambie, ukitoka jela unakuwa very desperate. Pale mjua uko na akili nyingine yani nitasemaje, like you are doing something pleasing ili usionekane mbaya. Sijui kama utanielewa. Unajipendekeza. Ili upate kukubalika. Unaona? So ile ulikuwa unafanya. Alafu tena ya pili unafanya juu ya mtoto. Ndio wanasema usipoingia kwa hii nyumba na mwanaume, mtoto wako hawezi lala kwa hii nyumba. Unanipata? So utaifanya juu ya nani? Ya mtoto pia. So nikaifanya. Bahati mbaya ama bahati nzuri, hapo mimba ikatokelezea. Nikapata mimba Eunice. Mimba nikalea, ikafika wakati wa kuzaa. Wakati wa kuzaa nilienda hospitali Eunice. Sikupata ilifaa niende operation. Eunice, nilikosa mtu hata kunisaidia. Hata baba ya mtoto mwenyewe. Si wachana na my-in-laws. Huyu mwenye mimba hata kuwaika nyaga. Nikafanyiwa operation. Ikaisha hivyo, nikakaa hospitalini. Ikawa sina hata mtu wa kunitolea bili. Nitoke hospitali. Nimerudi jela ya pili. Eunice, nilikrai nikaambia Mungu, najua nimefanya makosa. Lakini sijui kama mtoto ni makosa, kwa sababu mtoto ni baraka wako kweli. Na kama nimefanya makosa nisamehe. Lakini naomba usaidizi. Unitoe mali hapa. Jinsi ulivyonitoa jela, naomba kanitoe tena. Sijui ni Mungu anasikianga widows sana.
anasikiaga maombi? Hapo nilikuwa nimemaliza 2 weeks kwa hospitali. Siku moja asubuhi daktari mkubwa alikuwa anatembea kwa wards ile kawaida hiyo wa kuangalia ni umelalaje ni. Wakamaliza hiyo raundi yao. Wakanitumia daktari. Kaniambia Sharon, unaitwa kwa ofisi. Nikaenda. Daktari mkubwa akaniita, akaniambia, "Uko na fare ya kwenda nyumbani?" Nikamuuliza daktari, "Fare ya kwenda nyumbani wapi?" "Nimelipiwa bill." Mimi akaniambia, "Wewe nijibu tu, uko na fare ya kwenda nyumbani?" Nikamwambia fare niko nayo, na sikuwa nayo. Ni vile sasa sikitaka kusema sina. Akaniambia sawa, kama uko nayo ni vizuri, nataka uchukue mtoto mrembo upeleke nyumbani, awache kukaa hapa kwa hospitali atakuvuta magonjwa zingine, na si vizuri. Enda nyumbani, nimekurelease, hauna bili ya hospitali. Siku moja utashukuru, utasaidia mtu. Eunice, I really cried. Kwa sababu nilikuwa nimefika mwisho. Na Mungu akaanzia hapo mwisho. Akanitoa. Amenitoa pale jela. Tena akanitoa hospitali. Ndio hospitali ni jela ingine tena. Nikaenda nyumbani. Hapo ndio sasa niliona the true colors of my in-laws. Eunice, hakuna mtu alikuwa ananijua mtoto akwaje. Ninakula mimi na mtoto. Nimefanya operation. Inanibidi niende nifanye naitwa niende nifanye kibarua za shamba. Ili nipate vile mtoto anaweza fua kabla hujafuna. Yes. Sina mbele, sina nyuma. Hakuna mtu anajali itakuwa aje. So maisha ikiendelea hivyo. Nikaona this is too much. Nikawa ninasononeka nalia kila wakati. Kuna rafiki yangu tulikuwa naye jela. Alikuwa ametoka kitambo. So nilikuwa na shida nikimwomba 150. Akaniambia, na wewe unashinda ukiomba 150. So utoke nyumbani kuja uhustle hata na huko. Nikamwambia hata fare mimi sina. Akaniambia mimi nitakutumia fare kidogo utafute. So akanitumia fare. Nikakuja Gilgil mali niko. Akaniweka kwa nyumba yake. After 2 weeks, akachange. Ndio mtu akichange unaona. Utajua tu. Kama nimeenda kibarua unapata mtoto amebaki hapo bila chakula. Kuna siku nakumbuka nilitoka kibarua, nikapata amepika mchele. Akakula, yenye imebaki alimwagilia maji. Akaeka sikule. Yani akaeka hapo kwa sink na mimi ndio nakuja nioshe hizo vyombo. Mimi nafanya tu. Juu nashukuru kwa ile alinitoa pale. Mimi Eunice, mimi huwa nashukuru hata kama umenisaidia leo na kesho ubadilike, nitakumbuka ile mazuri, sitakumbuka mabaya. Ninafaa kukumbuka yale mazuri. So maisha yakaendelea hivyo, nikakaa hapo kwake. So kwa sahi kwa nini? Kwa sababu nilikuita Eunice, nilikuwa nataka usaidizi. Kwa sababu niko na mtoto. Huyu mtoto wangu wenye ambao nimeabandoniwa naye. Eunice, zingine nalala njaa na huyu mtoto. Naenda kupiga kibarua za kufuni mtaro ya ya kuchimba mtaro. Hizi za kupanda napier grass whatever. Nikipata kufua naye, lakini si haitoshi. Kumbuka niko na kijana ambaye kwa grade 9 anaenda shule na mimi ndio ananiangalia. So sasa zingine mtoto wangu, yani sisi nitasemaje, nahitaji tu a helping hand. Vile nitaanza, huyu aende shule, ule at least anaenda takido, kama anaenda inaitwaje ile, anaenda kifukuzwa anang'ang'ana ile tu kwenda pia kibahati, anasoma tu. Mimi najua kupika mandazi, najua kupika chapati. Kwa vitu za unga najua, na I can do anything. Though nimetoka jela, I'm a good person. Hii tunataka pia watazamaji wako wajue. Eunice, hapa tunafundishana. Ni kweli. Inaweza kuwa ni mimi, kesho mtu wako mwingine akikuwa ameingia jela. Usione wewe mtu ni mbaya. Ni kweli. Hao watu ni wazuri. Hakuna watu wazuri kama wenye wametoka jela. Kwa sababu jela unaweza ingia ukiwa mbaya, lakini maisha ya pale inaweza kukunyenyekea. Urudi mtu number 1. Umekuwa reformed. So
Si wote wanatoka jela. Ndio tunasema mtu ametoka jela huyo ni mbaya, huyo ni mkora. Hapana. Sisi ni binadamu na tunahitaji tu hiyo upendo yenu. Mtukubali katika jamii. Mtukubali kupali popote, hata tukiongea at least unajua ukinikataa leo kesho sitasema hiyo story mahali. Juu ile uoga. Lakini vile umenikaribisha na umekaa ukanisikiza, at least nimeongea imenitoka. Mimi sina mengi ya kusema hivi. Mimi nigomba tu ambayo ananitazama. Kadogo tu. Yenye naweza anza nayo. At least nipate nyumba ya 2000 ama 1500. Yenye bora tu nikuwe na shelter juu yangu. Sijui kama unanielewa nakuelewa. Mtoto apate kuingia shule, huyu mdogo kwa sababu 5 years anaelekea 6 anafaa kuingia shule, hajaingia. Kwa sababu tunang'ang'ana na ule juu, ule ndio mkubwa, ule wezi mtoa. Huyu bado kama hajaenda at least, lakini anafaa kuwa ameenda shule. So mimi mwingi yote anaweza, sijui kama anaweza omba msaada. Uko huru, jiongee, ongea ikutoke Sharon. Yeyote anaweza nisaidia. Yeyote ambayo historia yangu inaweza mfikia kwa unyenyekevu, kwa upendo ya Mungu. Najua mtu anasaidia si ati ako nayo. Mtu anajinyima. Kuna mtu anaweza jinyima leo kukula nyama, aseme acha leo nikule mboga. Hii pesa nyama nitumie mama. Nisaidike. Mimi nitashukuru. Wow, Sharon. Yaani umepitia haya mambo yote. Ni vile sijaongea, Eunice. Mimi nikianza kusema story yangu sijui tutamaliza. And you look a very strong lady. Yaani Mungu amekuneemesha unakaa tu very strong. Kuna hata yale nimefikia siwezi ongea. Lakini nikiongea utaamini ni mimi. But ni God. Mimi yote huwa nasema ni Mungu. Sasa kwa wakati huu Sharon unafanya, kuna kitu unafanya? Ni vibarua vile ninaenda. Nikienda kuitnia na tafuta hizo mashamba nikipata. Na mje kibarua leo uende, kesho ukose, kesho kutwa uitwe, hivyo na upate 250. Na maisha ya sasa hivi sitawe pia ukijua. Hiyo 250 utakula nini? Utatuma nyumbani, utakula na mtoto, utafanya nini? Maisha yamekuwa magumu. So I wish ningepata hata capital ya kupika mandazi, hata chapati. Because mjue kazi nikiwa nayo sitaomba tena. Ni kweli. Lakini ikiomba kila saa utaomba kile ukisho. Utachoka, hata mtu atachoka. Hata mtu atachoka. Hata mwenye unaomba atachoka. Hata kupea leo kwa sababu yeye pia kuna shida zake. Ni kweli. Na sasa baba ya huyu kazi ya bwanako after kulala nene ukapata mimba yako kwanza mtoto. Walirudi kukufuatilia. Hata I think alisahau alikuwa na mtoto. Yeye tunamhesabu kwa wale waliokufa. Kwa sababu hajui. Hata na babu I think hana anga shughuli. Sisemi ni wanaume wote, lakini hana shughuli. Lakini pia sisi kitu tunaweza sema tunafaa, nitasema aje? Sijui vile nitaelezea. Lakini aliachilia ni kama alisahau. So ni mimi nipambane na hali yangu. Mimi umekuwa historia kwa maisha yake. Yako historia kwa maisha yake. So mimi sitaki mjua wanasema tusishi kwa sababu kwa hii tukua kuregret. Kwa sababu the more you are regretting, the more unakuwa na hizo uchungu. Na hiyo uchungu itakulidi hata ufanye. Unao watu wanajinyonga. Hiyo kuregret. I wish singefanya. I wish singefanya. I wish singefanya. Unapata mtu amejiua kaua mpaka watoto. Kwa sababu utaona huyu mtoto ndio chanzo ya mateso yangu. Na mimi sitaki kuona hivyo. Kwa sababu I know she is a blessing. Na Mungu ana mpango mema juu yake na yangu na watu wengine na hata huyo kijana wangu. So siwezi taka akue kama kikwazo. Siwezi mweke kama kikwazo kwa maisha yangu. Wacha tu Mungu atusaidie vile atataka. Atufikishe mahali atataka. Kwa sababu najua Mungu halali. Amen. Wewe hiyo hadithi yako Sharon, it is a very touching story. Na vile tumesema kwamba Biblia inasema kwamba mimi nataka kuongea mambo ya Biblia. Biblia inasema kwamba wakati Mungu alikuumba katika tumbo la mamako, alikuwa na mpango mwema juu ya maisha yako. Wewe ikawa umepitia yote Sharon, umekuwa orphan at a very tender age.
haujui your biological father. Yes. Mama yako ameaga dunia. Yeah. Shosho yako ameaga dunia. Ule mwanaume umeenda kwake naye amekuoa. Ndio sasa naye amekufa. Yeah. Ule naye mwingine sasa after kuchukua sasa kukufa ukachukuliwa ukapelekwa jela. So umepitia safari. Yours is a history, ni kitabu unaweza andika. Na vizuri sana ijai na ni process zingine yes, ni kitabu unaweza andika. Na nataka kukupongeza sana Sharon because umeng'ang'ana. You have never given up in life. I will never. Hata after kupelekwa jela na hata kufungwa huko ukakaa huko miaka 5.5 na ukatoka, Mungu akakusaidia akakuwa pamoja na wewe. Yes. Unajua ni kwa nini Sharon? God is a father to the fatherless. Amen. He's a mother to the motherless. Wewe unaona kwamba huna mzazi, huna mama, huna nani, lakini Mungu anakuanga pamoja na wewe. Amen. So mimi nataka kukuambia Sharon, usife moyo. Na unaona hii video vile tumeichukua, yes, vile nimekuchukua, kuna mtazamaji ataiona. Ninajua kuna watu wako na roho ya utu because your story is a touching one. Yeah. Kuna mtu ataitazama Sharon na atakufikia na atataka kukusaidia. So huyo mtu mwenye ataona hivi atake kukufikia Sharon, anaweza kukupata namna gani? Anaweza nipata kupitia namba simu yangu. Wapatie namba yako ya simu. 0745852187. Italeta majina yapi? Sharon Ochieng. Sharon Ochieng. Yes. Mtazamaji wangu wa channel ya Eunice Nyambura, ninajua kwamba kuna watu wao wanaguzwa hapa, wanasaidia watu. Huyu ni msichana mdogo, mkimwangalia si mtu ako na umri mkubwa, ni msichana mdogo lakini amepitia a lot of challenges. You can imagine kuambiwa ya kwamba uliua na haukukusudia kuua. Kweli ilifanyika, lakini hakuwa amekusudia kuua, but it happened. Na hii ni funzo kubwa sana mpaka kwa wale wasichana, vile amesema ya kwamba tusiwe wepesi wa hasira, kukasirika tu ovyo. Before you do something unafikiria kwanza. Na kwa sababu najua kwamba watazamaji muna moyo wa kusaidia, Sharon amesema anaweza kapika chapati, anaweza kapika mandazi. Kitu chenye anahitaji tu ni capital ya kuanzisha kazi. Sharon ako na mtoto wako grade 9, anaweza hitaji msaada wa kupeleka huyu mtoto shule. Sharon anataka mahali pa kukaa, hana mahali pa kuishi, anaweza taka mahali pa kuishi. Ninakuomba mtazamaji wangu, kwa sababu namba Sharon iko pale, ukitaka kumfikia mpigie simu ukaweza kumfikia. Kama uko na msaada wa chakula unaweza taka ifikie Sharon, namba yake iko pale. Umpigie simu, muwasiliane naye. Pia ni vizuri kumpigia simu, at least umuhimize. Kama unaweza chukua jukumu la kumsaidia mtoto mwenye ako grade 9 aingie shule, tafadhali na kuomba tu uweze kumsaidia. Ni kwa sababu tuko hapa ili tukaweze kusaidiana. Hadithi yake is a very touching story, na hata mimi imeniguza, na ninajua hata wewe mtazamaji itakuguza. Kwa hivyo ukiona namba ya Sharon pale, mpigie simu. Nitaiweka kwa comment section, nitaiweka pale, mpigie simu, muongee na yeye. Jua vile unaweza ukamsaidia, na ukifanya hivyo Mungu atakubariki. Siku ya leo tutafikisha hapo. Tutapatana hapa wakati wa kesho, na najua kwamba Mungu ataenda kutenda mambo makuu kupitia hii hadithi ya Sharon. Kuna watu wamesoma, kuna watu watabarikiwa, na kuna watu watainuliwa. Na ninaamini ya kwamba Sharon, maisha yako it will never be the same again. Amen. Kupitia hii hadithi, vile umependa hii story yako kutoka ndani yako, Yes, your life will never be the same again. Amen. Kwa hivyo acha tufikishe hapo siku ya leo mtazamaji wangu, mubarikiwe sana, na usahau kushare, kulike na kusubscribe katika channel ya Eunice Nyambura N, na ukifanya hivyo Mungu atakubariki. Sharon, yes, Mungu anakupenda. asante. And I want to tell you, sky is not even the limit. Mungu atakupeleka mbali. Amen. Ni kwa sababu ni mwaminifu. Na ukuje follow up. Nitakuja follow up. Najua watazamaji wangu watafanya nini hivi na watakusupport. I will come follow up, niwaonyeshe vile maisha yako. Amen. So ubarikiwe sana, tutapatana. Amen. Yeah. Amen. Barikiwa sana. Asante.